أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Awali ya yote, ndugu zangu wana Azhari wenzangu, mwenyekiti wetu Dr. Sheikh Hussein Afifu, katibu Abdul Qasim Gauga, pamoja na waandamizi wote wa kuu nzima ya wahitimu wa chuo kikuu cha Al-Azhari Sharif. Mara nyingi mimi huwa sipendi kuitwa au kutumia jina la wahitimu, kwa sababu uhitimu tayari tumekwisha hitimu, lakini tunapaswa kujiita wanazuoni wa Al-Azhari Sharifi nchini Tanzania. Leo kuna jambo moja ambalo baada ya tafakuri ya muda mrefu sana kuhusu matukio ya vifo ambavyo vinaendelea kutukabili kwa wana Azhari Sharif, ndilo hilo ambalo limesababisha nirekodi video hii na kutuma ujumbe huu ili kuweza kutafuta fikra ya pamoja kwa kufanya uchunguzi na kujua sababu ambazo zinazopelekea sisi wana Azhar kukabiliwa na vifo vya mara kwa mara. Hatua hii inakuja baada tu ya kufanya uchunguzi ya vifo ambavyo vimekwisha tokea kwa ndugu zetu wana Azhari wenzetu ambao wakiplus kuanzia 2017 kuja 2018, 19, 20, 21, 22, 23 na 24 na sasa 2025. Utaona kwamba kuna vifo vya wana Azhari wengi sana ambavyo vimekwisha tokea hapa. Ukianza kifo cha almarhum mwana Azhar ambaye ni Yusuf Baharia Muhandis, kifo cha Maulid Mpwani, kifo cha Alhabibi Cambodia, kifo cha ndugu yetu Yasin Mdesa, kifo cha mzee wetu Mzee Linjepe kule Kimara, kifo cha Alhabib kaka yetu Darwish, kifo cha ndugu yetu huyu ambaye alikuwa anaishi Mwanza kule, ambaye alisoma na kina Kibenga kule Alexandria, na sasa kifo cha ndugu yetu Bwana Ahmad Abbas. Yamekuwa ni matukio ambayo yanaonyesha wazi kwamba wana Azhar hatuna guarantee ya kuishi miaka 10 baada ya kumaliza masomo yetu, isipokuwa wachache miongoni mwetu.
Ni kweli kwamba kuna kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hilo ni jambo ambalo sisi hatulipingi, lakini hatukatazwi kufanya tafiti ya kujua sababu ya vifo, kwa sababu kitaalamu tumesoma sisi katika sayansi ya jamii kitaalamu kwamba kaya moja hupoteza mtu mmoja kila baada ya miaka 10. Sasa inapotokea kaya moja inapoteza watu 2 watatu ndani ya miaka 5 au miaka 6 au miaka 7, hapa patakuwa kuna tatizo ambalo tatizo hilo linatakiwa lifanyiwe utafiti ili kuweza kujua ni sababu gani ambazo zinapelekea hayo. Lakini kubwa zaidi vimekuwa ni vifo vya ghafla, kama vile ambavyo tulivyompoteza ndugu yetu Maulid Mpwani, Ahmed Abbas pamoja na Yusufu Muhandis. Vimekuwa ni vifo vya ghafla. Darweshi ni vifo vya ghafla, wakina Matitu ni vifo vya ghafla. Sasa kwa nini natuma video hii? Natuma video hii kutaka uongozi, ikiwezekana, uwakusanyishe wana Azhari wote kujaribu kutoa fikra ya pamoja na kufanya upembuzi wa kujua mazingira wanayotakiwa kuyafanya pindi wanaporejea kutoka masomoni, kwa sababu ninaamini yawezekana kwamba husuda inaweza ikawa ni sababu inayopelekea sisi kupoteza maisha kwa haraka. Chuki inaweza ikawa ni sababu. Fitna inaweza ikawa ni sababu. Na fitna hizo au chuki hizo au husuda hizo yawezekana zikawa zinatoka ndani ya familia zetu ambazo tunazoishi, au zikatoka nje ya familia zetu ambazo tunazoishi, au mazingira ambayo sisi tunayokwenda kuishi baada tu ya kuwa tumetoka masomoni. Kwa hiyo ipo haja ya kukutana na kujaribu kutafuta njia ambazo zitakazopelekea pia ufumbuzi wa haya ambayo pengine yanatukabili, kwa sababu tumekuwa tunapoteza na kula hasara kwa wasomi wengi, na ukijaribu kuchukua maoni ya watu utasikia kwamba ni kadari ya Mwenyezi Mungu ndiyo imepita. Ni kweli kadari ya Mwenyezi Mungu hatukatai, lakini hata ilivyokuja corona tulisema ni kadari ya Mwenyezi Mungu, lakini haikuziwia sisi au haikuziwia serikali yetu kufanya tafiti kujua namna gani tunaweza kuondoa au kujikinga na ugonjwa hili la corona. Lakini pia ukirejea katika kipindi cha Saidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wakati umepatikana ugonjwa wa tauni, akawa anaambiwa akimbie kutoka katika sehemu aliyopo kwenda katika maeneo mengine, hali ambayo ilimfanya yeye atoke. Na alipoulizwa atafiru min qadarillah, hivi unakimbia qadari ya Mwenyezi Mungu, majibu yake yalikuwa ni kwamba ninakimbia qadari ya Mwenyezi Mungu na ninakimbilia kwenda katika qadari ya Mwenyezi Mungu. Afiru min qadarillah ila qadarillah, ninakimbia kutoka katika qadari ya Mwenyezi Mungu na kwenda katika qadari ya nini? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo bado tuna nafasi sisi ya vifo hivi kutuzindua kwamba hatuna guarantee ya kukaa zaidi ya miaka 10. Hii ni kwa sababu gani? Aidha mazingira ambayo tunayoishi,
jamii ambazo zinazotupokea au familia ambazo tunazotoka. Tumekuwa kuna changamoto ya mamlaka ambayo tunaokwenda kupewa. Tumekuwa tuna changamoto ya maeneo ambayo tunayoishi, lakini pia tumekuwa tuna changamoto ya fitna. Kwa nini huyu awe mtu wa aina fulani? Fitna ambazo zinatoka katika familia ambazo tunazoishi. Sasa hii itupase pia kuwa waangalifu na kuwa makini, na tusijisahau kutaka kuishi kiofisa zaidi, wakati mazingira yenyewe tunayoishi hayaturuhusu sisi kuishi kiofisa. Lakini tusitake kuishi katika mazingira ambayo tayari yana misuguano ya kila mmoja kutaka kupata mamlaka na kuinua jina lake. Lakini hata wale wanaotupokea wakati mwingine wanatupokea katika sura tofauti ya kuhisi kwamba sisi Wanazari tunakuja kupoka mamlaka yao, tunakuja kupoka majina yao, tunakuja kupoka nafasi zao. Jambo ambalo sasa imekuwa ni kama vile vita kwa Wanaazhari. Sasa tusipokuwa makini, popote pale ambapo tutakapokuwepo, tutambue kwamba yawezekana tukawa tunashambuliwa ila hali sisi hatutambui kama tunashambuliwa. Tutahesabu vifo vya aina hii vingi, na mwisho wa siku majibu yatakuwa ni qadarillah. Ni kweli qadarillah, lakini asbabu ni lazima tukae pamoja, tupekue, tufanye tafiti. Na uzuri ni kwamba tunajua njia za kufanya tafiti. Hebu tukae pamoja, tufanye tafiti, tuwepeane maelezo na maelekezo ya namna bora ya kuweza kuishi, angalau kupunguza au kutoesha kabisa hii hali. Itokee vifo katika sura nyingine, lakini sio sura ya ghafla kinamna hii. Mimi hili limeniuma na nimependa niliongee, japokuwa kwamba yawezekana nikatafsiriwa kivingine, lakini sio lengo hilo ambalo nilokusudia. Lengo langu mimi ni kuzinduana na kukaa pamoja, kutafuta kujiuliza haya maswali, kwa nini inatokea hivi, na hatimaye tuweze kupata ufumbuzi. Kwa sababu inauma kuona kwamba mtu unahangaika nusu ya maisha yako au nusu na robo ya maisha yako, umebakiza robo kwa ajili ya kwenda kuitumikia jamii yako iweze kupata faida ya yale ambayo umeteseka kwa muda mrefu. Halafu mwisho wa siku unapokelewa na watu wasiojua thamani ya kile ambacho wewe umepotezea umri katika maisha yako. Umenusurika kuuawa, umekula chakula kibovu, mazingira mabaya, baridi, umefahamu, umenyanyaswa, umetukanwa, umekebehiwa kutokana na rangi yako. Almuhimu kuhakikisha kwamba ile jihadi unaifanya, lakini unarudi nyumbani unakutana na watu ambao ni wajinga, watu wapumbavu, watu wapuuzi, watu wasiojali chochote, wasiojua thamani ya kile ulichonacho. Halafu wanakwenda, matokeo yake wanafanya mambo ya ajabu, halafu sisi tuendelee kukaa kimya. Hapana. Hii ni hali ambayo inatakiwa tuzinduke na tujue pia kwamba hii ni vita ambayo tulionayo ya kimamlaka na utawala katika nyadhifa ambazo tunazowekwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.